Asante kwa kuitikia wito. Kilichonifanya nikuite, nataka tuzungumze kidogo, tushauriane. Mimi niliona kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda, mimi ni binadamu, naweza nikaumwa au ikatokea nisipate pesa kwa wakati kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo nikafikiria kitu cha kwanza kufanya nimkatie bima mtoto, alafu nimfungulie akaunti ya benki ili pesa yake iwepo kabisa kuepusha mgogoro. Wewe vipi? Mbona usalimii? Za saizi. Za saizi nani? Mende, paka au panya? Wewe uone kama kuna mgeni. Za saizi. Salamu. Hivi una akili kweli wewe? Salimia vizuri baba. Wewe uone kama kuna mgeni. Wakati unatoka ulimwacha huyo au mmeonana huyo? Tabia gani hiyo? Kama umeshindwa kusema za saizi Mama Nuru, sema za saizi Mrs. Majengo. Hilo nao linakushinda. Rudia kusalimia. Za saizi Mama Nuru. Salamu. Umekusalimia vizuri na kujua alafu wapi? Akili. Kwa hiyo sasa, mke wangu, mimi ninachofikiria, unajua mtoto anahitaji malezi ya baba na mama. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nawaza unisamehe kwa kila nilichowahi kukosea, alafu uje tuanze kuishi pamoja tu. Majengo? Nini? Imekuwa sasa imezidi. Imezidi nini wakati unaona kabisa naongea na mke wangu? Hivi maongezea kuongea una mwanamke wako mbele yangu? Sasa nikayaongelee wapi wakati hapa ni? Huyu ni mzazi mwenzio na sio mkeo. Mkeo kwa sasa ni mimi. Basi naomba niheshimu hata kidogo, japo umenichoka huko ndani. Najisikia vibaya, mimi moyo unaniuma. Usinifanyie hivyo. Nakuomba baba. Mama Nuru, unamuelewa huyu kweli? Wewe Majengo. Samahani sana. Kwanza mimi sio mke wako. Hicho cha kwanza. Sasa Mama Nuru, kama wewe sio mke wangu, lakini wewe ni mzazi mwenzangu. Kumbe unajua kabisa kwamba mimi ni mzazi mwenzio. Sasa unanihitaji mimi mke wako? Ndio tumekuja tuzungumze, tupange namna ya kuishi pamoja, tuoane. Baba, kuoana tena mimi na wewe? Si ndio? Nitakuwa nina utindio wa ubongo. Yaani kabisa nimesahau yote nije kuolewa na wewe. Binadamu anabadilika Mama Nuru. Niko hapa kwa sababu ya mtoto tu. Na mimi niko hapa kwa ajili yako na mtoto pia. Sina chochote kinachohusiana mimi na wewe kwenye mahusiano yangu. Kwanza nina mahusiano yangu yamenyooka 100% yamenyooka. Mimi na wewe tupo kwa ajili ya Nuru, sio kwa ajili ya kitu kingine. Kwa hiyo wewe na mwanamke wako diskasini ya kwenu. Dada, yaani una kazi, tena una kazi kubwa kwa huyu. Kazi gani sasa? Hakuna rangi ataacha kuona kwako wewe. Hasa unampa ushauri gani wewe mwanamke? Wewe unajua wewe aliyoyatenda wewe? Hapa ndo nyumbani kwenu? Ndiyo, ni nyumbani kwetu. Na yule kichaa ni mzazi wako? Yule sio kichaa, yule ni mzazi wangu. Hapasi kuwa mzazi wako, yule ni kichaa. Yule sio kichaa, yule ni baba yangu. Ndio anayenilea na kunitunza, na usimuite kichaa. Sawa, lakini umeshakula? Bado, baba yangu ameenda kunitafutia chakula na msubiri. Kama hutojali, twende nyumbani kwetu tukale. Mpika nini? Hebu wewe fikiria, mtu ameolewa, amemwacha mume wake kwa ajili yangu. Na mbaya zaidi kamchukua mtoto kaenda kumpeleka kijijini. Alafu yeye yuko anafanya starehe tu. Ajui mtoto wake anakula nini, anaishije. Kweli mtu aone kisogo chake. Hivi wewe na huyu si mnafanana nyinyi? Mna tofauti gani? Alafu Mama Nuru, na wewe tuheshimiane. Mimi unanifananisha na huyu? Sasa tuheshimiane nini? Wewe uliniacha mimi na ujauzito na hujalea chochote mpaka ninakulazimisha wewe ule mtoto.
Huyu kamwacha mume wake kwa ajili sio ya vitu gani na mtoto. Sasa kuna tofauti gani hapa? Ni tofauti Mama Nuru. Mimi nilikuacha wewe ukiwa mjamzito na kipindi hicho nilikuwa sihitaji kuwa na mtoto, ni ujana tu. Lakini sasa hivi nahitaji tusameheane, tuishi. Kweli Mungu anawapa watu waliofanana. Nyie mnafanana. Hebu naomba niondoke kwanza. Leo nileta ni mazuri sana, naomba ufanye kama ulivyosema kuhusu mtoto wetu, inatosha. Dada, hapa. Mama Nuru, fikiria basi hilo jambo la mimi na wewe kuishi pamoja. Hayo yote kwa sababu yako. Mama Nuru ameondoka kwa hasira. Hivi Majengo, mimi unanichukuliaje? Upendo wote ninaokuonyesha kulikuwa na maana gani unizalilishe mbele ya mzazi mwenzie kuwa mimi nimeachana na mwanaume wangu nini? Yote tuliyapanga kwa pamoja. Nampeleka mtoto kijijini, tulikaa wote kwenye kitanda changu. Tulishauriana ukafurahi ukasema sawa. Leo unanitoa akili mimi mbele ya nani mzazi mwenzio kweli? Haya. Unanikosea. Upendo wangu mimi kwako basi usiwe moto mimi kuniunguza. Mungu ana watu jamani. Hata wewe. Hapana, kwa kweli wewe mwanamke ni tatizo. Yaani kwa hapo Majengo, sio mimi tatizo. Sisi wote ni matatizo matupu. Kwani hapa mkeo sikayaongea hapa? Ulimfanyia nini? Sasa matatizo yangu utalinganisha na yako? Mungu alikuwa na makusudi kutukutanisha mimi na wewe. Na sikuachi na siondoki. Na kupenda lele lele. Unapima tamani kwa kile nilichokileta mezani. Mapenzi yamekuwa bei, si sauti ya hisia. Nacheka nje, ndani naharibika, mama wa mtoto mmoja. Kila asubuhi machozi za siku nyingi. Hebu subiri kwanza uniambie hizo salama. Nizijue hizo za siku nyingi nzuri. Ndo hizi. Kumbe wewe ulikuwa na nyota ya kichaa. Kukesha jalalani kuokota matakataka. Hana ulivyokuwa unaning'ang'ania siku zote tubaki tutafute maisha. Mwenzangu ndo njia ya maisha umeiona. Kwa maisha alipita humu ndo umemfuata. Baba unastahili yote haya. Baba umekuwa kama limzimu lililotelekezwa. Umefukuzwa mpaka na mizimu wenzio. Wewe una nuksi mbaya. Yaani Mungu kafanya vizuri kweli kuniepusha na wewe. Kwa wote tungekuwa tunapita barabarani, mashimoni, majalalani kuokota matakataka ndio ulichokuwa unakitaka. Pole sana mtoto wa mama mkwe. Nanuka. Kwani baba, huyu ni nani? Acha tu mwanangu. Wewe, umemwitaje huyu? Huyu ni baba yangu. Kumbe ulikuwa na mtoto mwingine. Mungu, umeniepusha na mengi. Wewe kumbe mwanaume wewe ni mzinzi. Yaani ulizana mimi kumbe ulikuwa na mtoto mwingine na ulinificha hujawahi hata kuniambia. Kila siku sina hela. Kumbe ulikuwa unamhudumia mtoto mwingine. Yaani unastahili zaidi ya haya. Na kuapia hutokuja kufanikiwa kamwe na utapitia zaidi ya haya. Kumbe Mungu ana makusudie. Mungu asante. Mungu unanipenda, yaani unanilinda, na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniepusha na zahama kama hii. Yaani hayo ndo unayostahili. Hayo ndo unayostahili. Yaani na bado. Yaani utateseka wewe, utateseka. Yaani utaomba hii ardhi ichimbike ujifikie chini. Yaani mpaka safari yangu umeitia nuksi tu hapa. Hata bora tu hata nirudi nikotoka. Nimechoka kupigana peke yangu. Kwani baba, yule ni nani? Mwanangu, yule. Achana naye. Achana naye mwanangu. Atakuumiza akili. Achana naye. Situmize. Nipende kwa roho, si kwa nilicholeta mezani. Usinipi
Usinunue kwa pesa, pima mapenzi moyoni kwa ajili ya mtoto wetu. Mwenzangu, kwani wewe ulikuwa ujui? Mimi natumia Pasi Hair Glow Oil. Ana stimini yake na ana shampoo yake. Wote natumia na ndio maana nywele zangu mimi hazikatiki. Unaweza ukapata. Aya poa. Shikamoo Manuru. Marahaba mwanangu, karibu. Asante. Nimekuja kumuulizia Nuru. Nuru hayupo, ameenda tusheni. Basi mimi naenda. Mwanangu. Kwani kumkosa Nuru ndo uondoke? Niambie. Ulikuwa unataka kumwambia nini Nuru? Nataka nimsalimie. Basi sawa. Karibu mwanangu. Karibu kae. Nakuja sawa? Tena bora umfanya vizuri kuja. Umesikia? Nisubiri nakuja sasa hivi. Sikia sauti yako binti. Hii ni safari ya binti. Mavumbi. Binti. Wajua. Sijui kama hizi nguo kama zitakutosha. Simama. Maana hizi nguo nilimnunulia Nuru. Kumbe ni kubwa mpaka leo hazijamtosha. Ni za kwangu? Mwanangu ni za kwako. Asante Manuru. Yaani baba akiziona atafurahi. Mungu akubariki. Amina. Umezipenda? Nimezipenda. Leo nikifika nyumbani naoga mapema, nizivae nitapendeza. Sana, utapendeza sana. Alafu siku nyingine nikija, utaniona msafi. Alafu, mbona unamtaja baba tu? Mama yuko wapi? Basi mwanangu, sawa. Sio lazima uniambie chochote kuhusu mama yako. Hivi, nyie ni wageni? Maana sijai kukuona. Ndio. Okay. Mlikuwa mnaishi wapi hapo kabla? Tulikuwa tunaishi kule kwenye bonde la Nara. Mvua ikanyesha kubwa, mafuriko ikatokea, kibanda chetu kikasombwa na maji. Kwa hiyo tukahamia huku. Basi sawa. Poleni. Asante. Ngoja nikuwekee nguo zako. Sasa uende nyumbani. Sawa? Sawa. Baba atafurahi. Asante Manuru. Asante kushukuru mwanangu. Karibu. Mimi naenda msalimie Nuru. Aya mwanangu, zimefika. Binti wajua. Binti wa leo. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu. Ujambo? Sijambo, pole na kazi. Asante. Ulikopo wapi? Mbona umechelewa? Nilikuwa kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako? Ndio. Mfuko bila shaka utakuwa umenibebea makopo. Lakini mbona huonyeshi kama una makopo? Nini hicho? Ni nguo baba. Nguo? Ndio. Amekupa nani? Mama rafiki yangu. Mama rafiki yako? Betina, binadamu wabaya sana. Binadamu huwateka watoto kwa kupitia vizawadi vidogo vidogo. Haya, huyo mama mimi namjua? Hapana baba, umjui. Nipeleke. Kama Mama Nuru. Marahaba mwanangu, karibuni. Mama mwenyewe ndo? Ndio. Mpe mzigo. Mpe nguo zake, mpe. Kwani kuna nini? Kuna nini? Shida huijui? Hivi, we mama. Shida ni kwamba umempa mwanangu nguo ambazo mimi sijatarajia yeye apewe. Ingali mimi sikujui, hunijui. Wewe una mtoto we mama? Una mtoto we baba? Mbona unijibu? Jamani, mimi mbona nina binti tu kama huyu? Sasa kama una binti, hivi utakubali mwanao apewe zawadi na mtu ambaye humfahamu? Utakubali? Unaona sura yako? Si sura yako kabisa inaonyesha kabisa kwamba huwezi kukubali. Na mimi siwezi nikakubali binti yangu apewe nguo na mtu ambaye simfahamu.
Beti, mpe nguo zako. Mpe! Wewe mama, dunia saizi imeharibika. Sawa, leo hii umempa wewe. Siku nyingine atampa mtu mwingine, ingali mimi sijui amempa je kwa lengo baya, afu nikajua kwamba ni wewe. Uone kama naleta ukakasi. Beti, tuondoke. Babetini. Walimwambia binti hawezi, wakamcheka binti, wakamdharau, lakini ndani ya binti kuna moto, moto wa kubadilisha kesho. Binti, binti, simama imara. Binti, binti, dunia kikataa. Binti, binti, macho juu angani. Binti wa korokoroni, leo na kuhadithi. Binti, binti, usiogope tena.